حيا أن أمانو حيا أن أمانو إلهنا أنت حيا أن أمانو حيا أن أمانو حيا أن أمانو إلهنا أنت حيا أن أمانو إلهنا أنت حيا. Mungu akitaka kukusaidia anakupea skills. Na kama hii tunapeana this week ni skills ya wewe kuweza kujiweka huru, wewe kuweza kujitawala. Iko manyumba hapa, mnahitaji kuja hapo kwa mchungaji mwambie, kweli ile imesemekana mimi niko na hiyo shida. Yeye adili nayo kwa sababu ako na authority. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could? Bwana ameshinda vita, kweli ameshinda vita, Golgotha ameshinda vita. Unashukuru Bwana kwani yeye ameshinda, na muinua Yesu maana yeye ameshinda. Kalvari ameshinda vita, Golgotha ameshinda vita. Bwana maana yeye ameshinda, tumuinue Yesu maana Yesu ameshinda. Kalvari ameshinda vita, Golgotha ameshinda vita. Bwana ameshinda vita, Bwana ameshinda vita, Kalvari ameshinda vita, Golgotha ameshinda vita. Unashukuru Bwana maana yeye ameshinda, na mwingia Yesu maana yeye ameshinda. Kalvari ameshinda vita, Golgotha ameshinda vita. Bwana ameshinda vita, ameshinda vita, Bwana ameshinda vita, ameshinda vita, ameshinda vita, Golgotha ameshinda vita. Inaonekana imefika wakati kuna mambo Mungu akitaka tuyajue kwa undani, na especially wakati huu tunafundishwa juu ya majini. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, nataka nielezee kwa ufupi. Nitachukua wakati mwingine, wakati mrefu. Hii ni mambo tunaweza kujifundisha hata kwa wiki moja ama kwa wiki mbili. Lakini ningetaka ujue hapa mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Bwana apewe sifa. Ningetaka uelewe Biblia hapa vile imeandikwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alafu baadaye inasema nayo nchi ikawa ukiwa tena ikawa giza. Hapo hiyo mistari miwili kuna gap. Kuna kipindi kirefu kiko pale katikati. Kwa sababu wakati dunia ilipoumbwa, Mungu aliumba na ikawa haikuwa tupu. Praise the name of the living God. Kulikuwa na wanadamu wanakaa, na kulikuwa na malaika wanakaa, na kulikuwa na archangel mkubwa, haya malaika ambaye alikuwa anaitwa Lucifer ama Shetani. Bwana apewe sifa. Na wakati walikaa siku nyingi, wakamuasi Mungu. Shetani akaona hatoshi tu kwa hapa duniani ama kutawala hapa, ama hatoshi tu kumtolea sifa, kwa sababu alikuwa hapa kumtolea Bwana sifa. Akaona ni vizuri aweze kwenda juu, akaweze kupokea sifa za Mungu. Bwana apewe sifa. Na hapo ndipo kulikuwa na vita, na akatupwa. Na kwa sababu ya uasi ule, dunia yote, the Bible says it was deluged.
ikafunikwa na ikamalizwa kwa maji, ikawa ukiwa na ikawa giza. Sasa hapa tunapofika verse 2, wakati Biblia inasema ya kwamba dunia ikawa ukiwa, wakati verse 1 Mungu anasema aliumba mbingu na nchi, wakati aliumba kuna kipindi dunia ambapo ilikuwa kunakaa malaika, kunakaa wanadamu. Bwana pewe sifa. Haleluya. Mpaka wakati kulikuwa na uasi ikaweza kufunikwa. Tusome katika kitabu cha Isaia 14. Inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota wa alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Praise the name of the living God. Kwa hivyo shetani ameangushwa, amekatwa kabisa kutoka kuingia kwa mbingu tena. Na verse 13 inasema ya kwamba nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Haleluya. Kulikuwa na archangels watatu, mmoja alikuwa Gabriel, mwingine alikuwa Michael, na huyu mwingine alikuwa Lucifer. Bwana mpe sifa. Tuko na wazee 24 sasa, walikuwa 36. Kila archangel, hierarchy ya Mungu ilikuwa ni ma archangel watatu. Alafu chini ya kila archangel kuna wazee 12. Sasa wale walikuwa chini ya shetani, because Biblia inasema ya kwamba kuna thrones ama kuna viti vya enzi vilivyoumbwa viko juu mbinguni na viko hapa duniani. Sasa wakati shetani alitupwa na wale wake 12. Na ndiposa Yesu wakati anapokuja anachukua wanafunzi 12. Na anawaambia kuna viti mtakavyokalia mkihukumu. Kwa sababu wale wangekalia zile viti tayari wameondolewa na wametupwa. Jina la Bwana ipewe sifa. Sikiza kile kilifanya shetani akaweze kuondolewa. Verse 13 inasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Anapanda mbinguni akiwa wapi? Kumaanisha alikuwa amepatiwa hapa duniani. Okay, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana naye aliye juu. Hii ni mambo ya kabla hata Adam hajaumbwa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because ningetaka uelewe vizuri kile kinapofanyika. Unajua nikisema wakati malaika walikuwa hapa, wanadamu walikuwa hapa, unajua kile kinachofanyika sasa kilifanyika wakati huo. Malaika kabla saa hizi hawajapatiwa kuwa chini ya Mungu milele, waliumbwa wakiwa na free will kama vile tumeumbwa. Mungu ametuweka hapa. Wengine wa decide kutii Mungu, wengine waasi. Wale watakao mtii Mungu watatawala na yeye milele. Wale watakao waasi watakusanywa pia pamoja na shetani. Nao wakati Mungu aliumba malaika mara ya kwanza, aliwaumba na akawapatia nafasi ya kuexercise their free will. Lakini shetani na wale walikuwa chini yake shetani wakaona ni vizuri waasi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wakaona ni vizuri waasi. Biblia inasema ya kwamba verse 15 inasema, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliye tikisa wafalme, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, asiye wafungua wafungwa wake waende kwao. Wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa kuheshimu kila moja ndani ya nyumba yeye mwenyewe. Jina Bwana ipewe sifa. Kile ningetaka uelewe ya kwamba majini sasa ni malaika walioanguka. Watu wengi huwa wanaenda Mombasa. Sijui kama umeshawahi kusikia watu wanaenda Mombasa, sijui wanarusha mayai, sijui wanaingia huko chini. Jina Bwana ipewe sifa. Na wengine wanapatiana hadithi wakati walipoenda huko chini, walipata beautiful cities. Hiyo miji inatoka wapi? Ni kwa sababu dunia wakati ilikuwa imekaliwa mara ya kwanza, when it was deluged with water, kulikuwa na miji kama ile iko saizi. Lakini ikafunikwa. Lakini ufalme uliokuwako wa kishetani, unajua hiyo miji mahali ilikuwa. Praise the name of the living God. Lakini shetani alipoangushwa, wakati aliangushwa, malaika hawa walioangushwa
ndio siku ya leo ambayo tunaita majini. Malaika wanaweza kutokea in any form. Malaika anaweza kutokea kama mwanadamu, fikiria ni mwanadamu. Jini linaweza kutokea kama mwanadamu. Na ndiposa unaweza kuoa jini ukifikiria ni mtu. Kwa sababu malaika anaweza kujimanifest. Lakini kwa sababu these angels under Lucifer now they are in a fallen state, zinaweza hata kujimanifest kupitia vitu chafu, hata kupitia mbwa, kupitia vitu chafu, because they are in a fallen state. Zinaweza kujimanifest kupitia chochote. Jina Bwana lipewe sifa. Lakini ujue kama angels vile walivyo na uwezo, na vile angels wanavyotembea na wanadamu. Yesu akawaambia wakatikati watoto walipokuja kwake, Yesu akasema malaika hawa watoto huwa wanauona uso wa Bwana. Kumaanisha mtoto akizaliwa kunakuwa na guardian angel anayemlinda. Kwa hivyo vile malaika wanavyotembea na sisi, ndivyo watu walivyo katika ulimwengu ule mwingine wa shetani, wamedecide kutembea na malaika wanaoitwa majini. Jina Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo sifai kuogopa majini, kwa sababu majini walioanguka ni dhuruthi moja, lakini dhuruthi mbili bado ni watiifu kwa Bwana na wanamtumikia Bwana wa majeshi, na hao ndio wanaotulinda. Ndiposa Elisha alikuwa na confidence ya kusema walio upande wetu ni wengi kuliko walio kinyume chetu, kwa sababu wale walioanguka ni wachache. Praise the name of the living God. Wale bado wanaotulinda ni wengi. Praise the name of the living God. Hallelujah. There are angels even here. Na wale malaika walio mahali hapa pengine majini ni 5 tu. Malaika ni wengi sana. Lakini jini moja likitokea, mtu anasema nitwagethira leo, nitwathira. Kwa sababu ukielewa mambo ya majini na ukose kuelewa walitoka wapi. Walitoka from ni fallen angels. Lakini si kuna malaika wengi sasa wanaohudumia wale watakao lidhi wokovu. Jina Bwana lipewe sifa. Malaika wako hapa wanahudumu kwa ajili yako, wanakulinda. Haleluya. Na wacha nikwambie, malaika, nilikuwa naongea na mtu mmoja ambaye aliniambia alikuwa anatafuta msichana wa kazi. Na alipata msichana wa kazi, mtu aliyemwelezea msichana alitumwa kwake. Na yule mtu alituma msichana kwake, hakuna mtu alikuwa amejua anatafuta msichana wa kazi. So ni kumaanisha hata malaika anaweza kutokea msichana anayetafuta kazi, na kwa sababu huyo malaika anajua mahitaji yako, aambie msichana wewe unatafuta kazi, enda kwa fulani utapata kazi. Lakini amemtokea in form of a woman or a man, but it is an angel. Na ndio Biblia inasema ya kwamba wengine bila kujua wame-entertain angels, wakifikiria ni wanadamu wa kawaida. Kwa sababu malaika anaweza kuja hata akuzindikishe mahali kuna hatari, lakini amekuja kwa mfano wa mwanadamu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unaweza kuogopa mahali utapita namna gani, na kwa sababu hakuna watu, na pengine unaona utashikwa, uone watu wametokea tu, na sio watu, ni malaika wamejimanifest, uwe na confidence upite pale. Na baada ya kuangalia hautawaona tena, kwa sababu wako pale wakusimamie wewe. Praise the name of the living God. Lakini kuna wengine nao wametafuta nguvu za shetani ziwasimamie, na ndizo tunazoita majini siku ya leo. Na hata hizo nguvu za shetani huwa zinajimanifest. Praise the name of the living God. Sasa shida ni kwamba wakati wanadamu wamedecide kuinvite haya majini mara ya pili, unaona waliharibu dunia ya wakati wao. Unaona waliharibu mamlaka yao, alafu wanakuwa invited tena. Sasa ukiwa invite wangetaka kukuondoa, wanakuwa violent, wanapatiwa legal ground. Praise the name of the living God. Na ndiposa ulisikia majini lazima yaitishwe, lazima ualike majini. Majini hayawezi kuja, ni kualikwa, yanaalikwa, unayapatia nafasi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hatuna muda mrefu, lakini ningetaka ujue ya kwamba uko na nguvu, na wale walio upande wako ni wengi kuliko wale walio kinyume na wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Hawa majini ni kuumbwa tu, waliumbwa na baadaye wakaanguka. Tutapata nafasi ya kujifundisha haya mambo kwa undani zaidi. Tuone majini, mapepo, tofauti yake, nguvu zake, yanaopaleti namna gani. Jina la Bwana lipewe sifa. Jioni ya leo tutafundishwa juu ya majini, na tutadiru nayo. Tutadestroy their legal ground. Praise the name of the living God. Na tuambie hamuna nafasi tena katika maisha yetu. Kwa furaha ya Bwana tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Christians
hawajawahi kujua majini. Wanajua maroho, na roho zinafanya kazi kwa njia ya kiroho. The devil ako na kazi 3. Kazi number 1 is to steal. Number 2, akishaiba ana destroy. Number 3, akishamaliza kudestroy anaua. Shetani hawezi kukuua, the spirit that one hawezi kukuua kabla haja kuiba. Number 1, what he does, he steals you. Unaibiwa ukiwa hai na wewe hujajua. Kwa sababu gani? Unapeana permit ya wewe kuibiwa wakati unatoa shimo yoyote. So devil hana mamlaka kwa nafsi yako paka wewe mwenyewe upee yeye permit. Ukishapea yeye permit anakuiba. What does it mean? Anakuiba, anatoa wewe from the presence of God, pahali ambapo anaweza kukudestroy na Mungu hakuna ndani. Akisha kukudestroy pale anakuua. That is his work. Umeelewa? Lakini shetani ama jini hawezi kukuiba, hawezi kukudestroy, hawezi kukuua. Shetani, jini kazi yake ni kukutesa. Umeelewa sasa? Kazi yake ni kukutesa. Sikia kwa makini. Iko Yesu, iko Roho Mtakatifu, na kwa Roho Mtakatifu watu hawajawahi kujua ziko roho zinatoka. Iko roho ya hekima, iko roho ya maarifa, iko roho ya miujiza. Umenielewa? Iko roho ambayo zinakaaga ndani ya Roho Mtakatifu na zinatoka na zipeana kwa kanisa. Ndio maana watu wanasema ndio huyu ako na Roho Mtakatifu, lakini ako na roho ya maarifa. Iko the roho, the spirit of the fear of God, inakaa juu ya mtu fulani. Kwa sababu kila roho ambayo unatamani Mungu anakupea. Alafu upande hii iko Lucifer. Lucifer hana watu, ako na maroho pia yeye. Ako na roho ya uongo, roho ya uoga, roho ya maugonjwa anakupea. Ndio maana sisi wahubiri wakati ambapo tunahubiria watu, tunatoaga maroho ndani yao. Ile roho ya uoga inatolewa, tunaingiza roho wa Bwana. Shida ya kanisa ni moja peke yake, Bishop. Saa ile wao wanataka kuokoka, wanakuja. Sisi tunaingiza Yesu ndani, si ndio? Saa ile wanataka kubackslide, hawakuji tutoe Yesu wetu. Tafadhali ukitaka kubackslide, kuja altar call, tutoe Yesu wetu uende. Na sijui ni mhubiri gani anajua kutoa Yesu. Tunajua kuingiza tu. Haya, watu wa Kristo wanajua hii. Lakini hapa katikati iko watu ambao wanaitwa majini. Ukisoma kwa kitabu ya Genesis utawaona wana wa Mungu wakaanza kulala na wana wa wanadamu. Wana theolojia wanasema majini wametokea pale. Waislamu wanasema hapana, si hivyo. Pale majini wameanza zamani, malaika walikuwa wanakuja life. Unajua ni juzi wakati wa Injili mpya, the New Testament, ndio malaika wamezuiwa wasitokee life. Zamani malaika alikuwa anatoka life. Malaika wa Bwana na malaika wakatembelea Abrahamu life. Abrahamu akachinja mbuzi wakakula life. Ni New Testament ndio dispensation yake imezoea malaika kutokea life. Wakati Mariamu yeye nasali, malaika akakuja life. Hapana kwa kuongea life. Wakati mtoto wa Samson nazaliwa, bibi yake malaika amekuja life. Akasema nimekutana na mwanaume. Umenielewa sasa? Sasa wao Waislamu wanasema ni kipindi hiyo ndio majini walianza. Kwa sababu ninataka kuiba zote mbili unielewe. Umesikia? Sisemi hii ndio kweli ndio uongo. Wana theolojia wanasema mwanzo yao niyo. Waislamu wanasema hapana, iko malaika mbili walikuja wakati wa Musa. Walipokuja wakakuwa slapped. Si mnakumbuka hiyo habari? Walikasirisha Musa akawa slap. Wakakasirika, wakarudi kwa Mungu. Waliporudi kwa Mungu, Mungu akawatuma tena to another prophet. Wakakutana na mwanamke mrembo. This is their theology now. Walipokutana na mtoto mrembo, na hii ndio mimi nimesomea Falak. Alipokutana na mwanamke mrembo, akamwambia nakupenda. Mwanamke akasema kama wewe napenda mimi, kunywa pombe. Alikuwa anauza pombe. Akasema pombe sitaki. Akasema basi ua bwana yangu nichukue. Akasema siwezi kuua.
Basi yule mwanamke akasema wachana na mimi. Aliposema wachana na yeye, si malaika wakaenda wakadiscuss, wakasema hapana, hii mwanamke ni mrembo, lazima tuchukue. Ndio maana Muslim navalisha wanawake nguo nyeusi mpaka huku, kwa sababu kama aliangusha malaika, je binadamu? Vaa black na kuna jua kali. Na sayansi nasema nguo black na absorb heat. Lakini kwa sababu hiyo inabidi tu, you know everybody hates black thing. So at least sasa hiyo mwanamke akamwambia kama mnipendi kwenda. Sasa ile malaika wakasema hii mwanamke ni mrembo, wacha turudie. Wakarudia. Huyo mwanamke akapata akili, akamwambia hata msilale na mimi, kunyweni pombe. Wakakunywa pombe. Walipokunywa pombe wakaua yule bwana. Walipoua yule bwana wakazini na yule mwanamke. Wakarudi kwa Mungu. Walikuwa na pahali ya kufly. Sasa wakaenda airport wa fly. Unajua walikuwa na pahali ya kushuka. Ukisoma history, malaika walikuwa na pahali ya kushuka ndio waje watokee kina Abraham. Hawakuwa wanakuja, walikuwa na airport yao. Sijui vile mimi nakaa, tumesomeshwa kulikuwa na airport, wanashuka hapo alafu wanakuja. Sasa hawa ni Muslims, wanasema ya kwamba hapo ndipo Mungu akawauliza, nyinyi mnataka adhabu gani, ya akhira ama ya dunia? Wakasema ya dunia. Mungu akamwambia kwa leo mtakuwa kinyume na uwezo wangu. Sasa wao wanadai hapo ndipo majini wameanza, lakini mimi nimesoma yote mbili. Kitu moja ninajua, sijui vile imeanza. One thing I know, iko majini. Iko majini. Na majini wako very different. They are not spirit. Ndio maana kama mtu unafuga jini, anachinja mbuzi, anakatakata nyama, anapika, anaweka, na jini anakuja anakula. Kama mtu ameweka jini, ako na nyumba moja special, huwa haikodishwi, na mtu akijaribu kuingia anatandikwa. Kama mtu amefuga jini, iko mtoto wake moja. Simumenielewa sasa? Sasa hiyo jini, alafu namba 2, pepo inakuja kwako kwa sababu wewe umetoa nafasi. Lakini jini unaenda kwa mtu, ile anauza, kama territory ya Nakuru, iko mtu anauza. Unaenda kwake, unatoa pesa, anakupea jini. Umeelewa sasa? Na jini anaweza kuweka form yoyote. Yeye anaweza kuja in a form of paka. Anaweza kukuja in a form of nyoka. Anaweza kuja in a form. Kila mtu najua, iko ndege moja akikuja juu ya nyumba yako, iko mtu nakufa. Hiyo si ndege, hiyo ni jini. Ni jini imekuja na hiyo form, na inapenda hiyo form. Juzi mimi naambia watu Kisii, kwenda fanya research. Jini iko aina 2 ya paka. Kuna moja anapenda makaburi, kuna moja anapenda juu ya mabati. Na ile juu ya mabati ni ngumu, hata ukipiga mawe ukute imeanguka chini. It is very hard. Sinaongea ukweli. Sasa iko majini. Kwa sababu gani unasema iko majini? Kuja apostle tuhubiri injili. Mimi nimememorize kitu yote. From 8, si ati nimependa, nimechapwa mpaka nimememorize. Katika mahali hapa usitaje kwa nguvu. Iko Mungu aina 2. Sema aina 2. Tunasoma Mungu wa kwanza, tusomee. Tuambie ni sura gani, pole pole. Wewe ndio apostle sasa. Hii ni sura ya Anas. Sulat Anas. Haya, anza verse 1. Imeandikwa na Kiingereza, inasema, say I speak refuge with Allah, the Lord of mankind. Tosha. Qul a'udhu bi rabbin nas. I seek refuge to Allah, the Lord of mankind. Tuendelee mbele. The King of mankind. The King of mankind. The God of mankind. The God of mankind. Endelea. From the evil of the whisperer. From the evil of whisperer. Min sharril waswasil khannas. Ile whisperer ambaye anakusengenya, anakutia waswasi. This is human being. Inasema who withdraws in from his whispering in one's heart after one remembers Allah. Hiyo ndio kazi yake. Imeisha.
who whispers in the breast of mankind, Ehe. of jinn And And men. Of jinn and haya, twende. That is the Lord of mankind. Si ni sawa? Twende the next. Hizi ni sura zinaitwa muawidhatani. Ni sura ambazo unasoma kujikinga nazo. Hii ni the Lord of mankind. Twende Mungu mwingine anaitwa nani? Hii hapa baba. Kwanza Say- inaitwa nini? Sura tu? inaitwa sura Al-Falaq. Al-Falaq. Ehe. Say I seek refuge Ehe. with Allah, Ehe. the Lord of the daybreak. The Lord of the daybreak kwa Kiarabu. Kula a'udhu birabbil falaq. Ninajilinda na Mungu wa falak. Daybreak unaelewe maana yake ni spiritual daybreak. It is falak. Ehe. Endelea. From Tukitoka hapa tunarudi nyuma. inaenda River City. From the evil of what he has created. This Lord of falak create evil. Ama inasemaje? Yeah, from the evil he has created. Kimi nasoma ndio maana nilikuwa nataka. From the evil. Which God can create evil? Which God? Endelea baba. And from the evil of the darkening From the evil of the darkening. night as it comes with the darkness, Si unajua majini wanatembeaga usiku. or of Umepata the kitu. moon as it sets or goes away. Sawa. Kidogo tu. Usiwamalizie, tutawalipua kichwa. Wataenda. Haya. Baba tuende hapa, baba yangu. Hii inaitwa suratul Surat al-Jinn. Suratul Jinni, ni sura ya majini. Twende kazi. Say, Ehe. O Muhammad, Ehe. it has been revealed to me that It a has group, been revealed to me what? that a group of jinn That a group of jinn listened to this Quran. They said, listened. and they said, verily we And have they had, said. verily we have had a wonderful recitation. Yani majini walisikia hiyo injili mpaka wakakuja altar call. Twende mzee. It guides to the light path, It guides. Kama kitu ina guides mashetani, which type of thing is this? and we have believed therein, We have believed as jinn. We have believed. and we shall never join anything with our Lord Allah. Wakasema hao majini wanasema we shall not join anything with our Lord. Usiendelee zaidi, tutawablow. Utawafundisha siku nyingine. Pole pole. Tosha hiyo. Sasa umebelieve kuna kuwa na jini. Na jini wengi wanasema ni hao malaika wawili. Vile Waarabu tumefundishwa. Unaenda unasoma falak. Falak nimesoma ni kitu unasomea majini peke yake. Umeelewa sasa? Tunasoma majini, mtu akikuchezea saa hizi unaweka kioo hapa. Unaita mpaka sura yake inaapia hapa. Unauliza huyo mtu tumfanya nini sasa huyu? Zamani mimi nilikuwa mjeuri. That's why Mungu ameniokoa. Mimi nilikuwa rafiki yangu anakuja ananiambia Adam Haji, nataka huyu msichana. Na ngojea tu sasa msichana anatembea. Kak nachukua mchanga yake. That's why you have to cover your feet with the blood of Jesus. Nachukua mchanga pale amekanyaga exactly. Naenda ninafulizia jini moja. Nikimfulizia tu anuse hiyo harufu, namwambia huyo mtu umepata huyo mwanamke. Akikataa hiyo mchanga inanirudia. Lakini iende kabisa ni kama huyo jini amefurahia. Nakwambia dada anaitwa tu, "Hi, kidogo nikuone dada." Ni majini na wanafanya kazi. That's why as a Christian, wewe unaona msichana wako anafuata tu chali mmoja hapo, ana jina lingine ya kutingisha inatoka left to right. Unaielewa haina hata kuambia. Na msichana ameokoka na anafuata tu. Niwacheni tu, Mungu atambadilisha tu. Ndugu yangu hii kitu ni spiritual. Amekamatwa zamani. Kwani siko duka hapa ya mtu ameokoka. Kuna mwingine hapa hajaokoka, wengine mmefanya hiyo kazi. Kuna jini moja unawashia udi. Ukishaashia udi anazunguka tauni mzima na kukusanyia watu. Wewe unaona watu wanaenda tu kwa hiyo duka na yako imejaa vitu na watu wanaacha. Watu wamekuwa possessed. Na kama kanisa kama hatutajua hizi siri, tutamalizika na hatutaendelea. Majini yapo. Nimeyasomea miaka yote. Na yanafanya kazi. Ni Wakristo wajue ya kwamba licha ya maroho, kwa sababu Wakristo wako na tabia moja mimi inanishangaza. I don't know where they have got it. Hata wakiona roho
In the name of Jesus. Tunakung'oa, tunakuinua, wachana na roho, toa roho kiadabu. Tunakuinua. Wapi unainua roho unapeleka yeye wapi? Unainua yeye unapeleka wapi, my dear brother? Umenielewa sasa? So kuna majini tena wanakuaga into groups na wanakuwa into kingdoms. Na ukikataa kuwanunua, tuseme ile mtu wa Nakuru amenunua, amewaeka pahali. Kuna pahali wanatafutwa, wanaekwagwa. Kutoka pale mtu akitaka kununua, ananunua kutoka pale. Na a lot of people wanatumia majini. Mostly the big people. Mimi nimekaa Somalia, nilipokaa Somalia nikiwa mtu wa dini, kukawa na vita. Nikakuja Kenya, Mombasa, nikaweka msikiti yangu personal. Na kutoka hapo nimeuzia majini watu wakubwa wengi. Mungu anisamehe. Father, I repent. Na amenisamehea. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya kuingiza hela. Kwa sababu saa hii mtu akitaka tukupigana kura, anakuja ananunua jini fulani. Akishakaa na hiyo jini, aje tu hapa aseme kidogo, mtaokota mawe nyote. Na umeokoka. Rakababohandala. Rababosha laila. Na umeokoka mpendwa. Haujui ni nini na kusukuma. Akili yako ilitekwa zamani. Bwana asifiwe. Akili imechotwa zamani. Na wewe haujui kama akili imechotwa. Unang'ang'ana na akili kitambo kushaenda. Acha mimi nikwambie. My people perish because of lack of prayers. Because of lack of worship. Because of lack of giving. Because of lack of what? Na sisi hatuna knowledge. Ndio maana Yesu nasema hakuna adui wewe naweza piga kama bado jua nguvu yake kwanza. Na sisi tunapenda kupigana vitu. Hata lancha wa mimi niliambia nyinyi wa tribal pale imeanzia. Si wengi mumeamini sasa hizo spirit mbili. Lakini sisi tunapigana tu. In the name of Jesus I lose. In the mighty name of Jesus I bind. Kabla bado bind, kabla bado lose, have knowledge first. What are you doing? Wacha mimi nakwambia wewe. Mimi ni Msomali. Kama wewe naenda vita, hapana beba tu bunduki unakimbia. Unajua adui iko bunduki ya aina gani? Sasa ndio uingie pale kwa store yenu, wewe nachukua guruneti ambao unaweza kupigana nayo. Mimi nimeambia watu Kisii, kuna mapepo haihitaji maombi, inahitaji chakula. Mtu akikula tu anapona. Kwa sababu imeshika mtu na imemzuia kula. So akishaenda against akule, tayari ameshapona. Si ni ukweli? See, everything inahitaji power. Everything inahitaji akili. In fact, kama wewe iko na akili, ile ngumi wewe narusha, Paulo anasema haturushi tukipiga hewa. Tunapiga hisabu. Kuna pale lingine mzee ukiweka mtu ngumi haihesabiwi kumbe. Juzi ndo nimejifundisha. Wewe unaona umeumiza mtu na kwa boxing haijahesabiwa. No point, si ni kweli? Tunajifundisha. So wako aina hiyo. Na leo kwa sababu saa yetu inaenda na siku ya kwanza, ruhusu mimi kuongea jini aina kadhaa ambazo ziko katika hii mji wa Nakuru, ambayo wewe kama Mkristo unaweza kudili nayo. Number 1, Alata. A-L-L-A-T-A-H. Huyu, nisikize, huyu ni jini la manipulation. Ana manipulate mtu na anaingiza ndani yake fear. Na sign yake ni mwezi na star ikiwa imeshikana. Wengine mshaanza kuziona. Huyo anakumanipulate, ndio watajiri wengi wanakuaga naye. Hata ukienda kwa bosi yako unapiga hisabu vile utaenda. Yaani unaogopa binadamu kabisa, unapiga hisabu, nitamuinamia hivi, nitainuka hivi. Hata akikuita, yes sir, matumbo yote iko chini. Ako na power, amekumanipulate na ameweka fear ndani yako. Ukiambiwa fanya hivi unafinya. Na hiyo ndio inatumika.
Hata sisi tulikuwa tunatumia hiyo. Kabla wewe utakuja kuniona, ninatuma alata kwako. Sasa ukifika pale, nimekumanipulate. Ndio maana mganga akikwambia lete kuku nyekundu, utafanya bidii ulete. Kwa sababu amekumanipulate zamani akili yako. You are under him, chini ya mguu. Hakuna pahali unaweza kufanya. Na a lot of Christians wanaishi chini ya jini alata. Limewamanipulate na limeinstill fear ndani yao. Wewe unaogopa kabisa kufanya kila kitu. Na the other side, mambo ni hayo. Manipulation hiyo. Ukitaka kujua, toa TAH, cancel kwa hiyo jini. Uone utapata nini. Usiambie mtu mwingine. Sasa hilo ni jini ambalo linakumanipulate. Ndio maana wamama wengine mabwana zao ni matajiri. Na bibi anaogopa bwana yake. Na kuambia ukweli, anamuogopa hata bwana yake akimuita baba Kamau, anakimbia kwa sababu gani? Na a lot of Kukuyus wana majini. Wacha mimi nikwambie, wananunua sana. Wafanyi biashara si Kukuyu peke yake, nimeona hata kitu imenishangaza, hata Wanandi wamejua. Hata Wakisii wamejua kununua majini. Zamani mimi Mombasa alikuwa naona Kukuyu wakinunua tu. Every tribe sasa hivi wamejua kununua majini. Mtu anasema bibi yangu ananisumbua sana Sheikh. Bibi yangu anataka kuchunguza kila njia yangu. Anataka kujua kwa sababu gani nimefanya hivi. Naambia uko na pesa kadhaa, ndio chukua hilo jini. Anachukua. Akishachukua mama, hata wako wa mama hapa ngapi hawajui hata property za mabwana yao. Wanaogopa baba Kamau. Kwa sababu gani? Mzee amebeba hilo jini la alata. Akiongea, akipita hii barabara, wewe unapita the other barabara. Unakaa kama uko primary school. Saa ile mwalimu ameingia, sote tunanyamaza na tunajifanya busy. Pap, tunafungua exercise book na hakuna kitu tunasoma. Tulikuwa tunapiga story. Mumepitia hapo. Huku Kenya iko. Huko kwetu iko. Kwa Duksi. Saa ile tunapiga kelele. Maalim akitokea upande ule mwingine, pap, automatic, hata huwezi jua. Alata inakumanipulate. Alata ana manipulate watu na ana instill fear ndani yao. Pahali yote unapata hizi vitu mbili zinapatana, manipulation na fear. Na mimi nasemaga manipulation ni mtu kukufanyisha vitu ambavyo haustahili kufanya bila ya mawazo yako. Yani hakupei nafasi ya kudecide, anakudecidishia yeye mwenyewe. That is what I mean by manipulation. Hata kwa kazi. Mostly kama unafanyia kazi watu wetu, wote wameweka manipulation ndani yako. Wanatumia hizo majini. Na unajua hilo jini linapenda udi sana. Anawekewa ile chetezo, udi inawekwa. Angalia hiyo moshi. Angalia hiyo moshi vile inaenda. Iangalie tu. Haiendi vile moshi ya kawaida inatakana iende. Alata. Na imejaa Nakuru. Nakuru watu wanaishi under fear na under manipulation. You fear everything. Haki Bishop, kuna hata mnisamee. Mimi ni Msomali, nimezoea kusema haki mnisamee. Iko watu wanaogopa hata kupita barabara fulani. Nakwambia ukweli. Tukiuliza tu hapa, iko watu wanaogopa kupita barabara fulani. The spirit of fear na manipulation imeingia ndani yao. Wanaogopa hata kupita barabara fulani. Wewe unaishi under the umbrella of fear. Ni jini alata. That's why kila wakati, mama, habari yako? Wacha nikuhubirie.